yote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaa. Hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaa. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. And who has the final say? Jehovah has the final say. Oh, who has the final say? Jehovah has the final say. Oh, Jehovah does my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way. Makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. 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 Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah makes a way where there is no way. Jehovah has the final Come say. on, give him praise in this room. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadhara kiu yangu mimi. Haja yangu Nifanane nawe, nifanane nawe, maombi yangu
I live for you, oh Lord. I live for you, alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way, Lord. Have your way. See me, Lord, I give you my heart. my soul. I give you my soul. For you alone, God. Live for you, alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way, Lord. Have your way. Lord, Lord, I give you my heart. give you my soul. I give you my soul. I live for you. Live for you, alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Praise the Lord. Give them a big hand. You may be seated. Munaweza Thank you very mkaketi. Asanteni sana. You're doing a great job. Mnafanya kazi nzuri. Well, I know you had a good lunch and you're rested now. Mumekuwa na wakati nzuri wa mamkuli, This is not a time mumepumzika. to sleep just because you've eaten. Sio saa ya kulala kwa sababu umekula. Feel free to just go to your neighbor when he's doing, just go, brother, how you doing, brother? Lakini jisikie uhuru ukiona mwenzako anaenda hivi unamwambia na Be unaendeleaje your ndugu. brother's keeper. Keep them awake. Kwa mlinzi wa ndugu yako muweke akuwe macho. Well, who was blessed in the last session? Amen. Wangapi walibarikiwa kwa ile muda We found uliopita? ourselves, didn't we? We thought Tulijipata. we were here, but we were really here. Kwa hivyo tuko hapa na tumejielewa vizuri. What a team they make, eh? So now we have our precious Bishop Leo- Cunningham with us. Kwa hivyo tuko na bishop ambaye amekuwa nasi. You know, there's a depth to this man. If you listen, if you have ears to hear, you'll hear. Unajua kuna kilindini kwa huyu bishop, ukiwa na masikio utasikia. There's a depth there. Kuna kilindini kwake. I realized in the last time he was ministering, I thought there's so much more in there, I'm going to draw that out. Niligundua asubuhi tukianza kwa kuna mengi kwake na nataka nizipokee. So you set yourself to draw out. Just say to the Lord, give me from him what I need. Kwa hivyo jiweke kutoa kwake na ulize Mungu nipate kutoka kwake yale ambayo napaswa So kupata. Bishop, are you ready to minister to us? Bishop uko tayari? Come on up here. Put your hands together Karibu, for him. karibu, karibu. Oh, sikiza. Tukitafuta mkalimani wetu tafadhali makofi. Where is our interpreter? Is it? Where? Oh, he's coming. Good. Anakuja. Jesus is also coming. Amen. Amen. How was Chakula? How was the food? How was the food? Chakula How kilikuwaje? was lunch? Celebrate the man and woman of God allowing us to have a beautiful, come on, give them, amen, thank you. You may take your seat at this time. Tunaweza kuketi. I felt led for us to continue a little bit of the discussion. Tutaweza kuendelea na mada ya leo. Oh, my twin is up here. And I want to flow with the Holy Spirit. Tunataka tukaweze kuunganika na Roho Mtakatifu. Of what he wants to continue to do. Na kile ambacho anataka kuendeleza. So Dr. Val and I is going to tag team up here. Basi Daktari Valerie pamoja na yeye wataungana hapa juu. She ministered about inner healing, emotional, mental, etc. Alituhudumia kuhusu uponyaji wa ndani wa hisia na akili. I'm going to ask if the video team, just for a quick second, put
Thank you. You're good. You're good. I want you to give your hand to the video team, audio and video ministry. Come on. Thank you. We're going to do a little recap, but I want to hit a few things that I was going to do later, but I want us to contemplate. Tutarudi nyuma kidogo tuangalie yale tayari ambayo tushazungumzia na nataka tukaweze kutafakari. I believe prayer should be contemplation. Naamini maombi ni pahali pa tafakari. Which means I don't come asking God what I want. Inamaanisha kwamba siji mbele ya Mungu na kumuomba kile ninachohitaji. I come agreeing with what he already have said. Ninakuja nikikubaliana na kile ambacho tayari ameshasema. I challenge us today, governors. Ninawatia changamoto siku ya leo magavana. That prayer is not a transaction. Kwamba maombi si ya biashara. But is an agreement of the atmosphere which he has already created for us. Lakini ni makubaliano na eneo ambalo Mungu tayari ameshatutengenezea. And if I start with meditation first, na nikianza na kutafakari kwanza, what I speak in the atmosphere through prayer, kile ninachonena katika anga kupitia maombi, is already done because he's already agreed, or I agree with what he's already said. Basi kinatendeka kwa sababu ninakubaliana na kile ambacho Mungu tayari ameshasema. Amen. Saul. Amina. I know. Let's see. I'm going to give you 3 R's. Nitaenda kuwapatia R tatu. And Dr. Val, we're going to continue that inner healing. Na tutaendelea na daktari na uponyaji wa ndani. Because if we don't master inner healing, how can we restore the nation? Kwa sababu tusipotia ustadi katika uponyaji wa ndani, hakuna vile ambavyo tunaweza kujenga taifa. Amen. Amina. One of the R's I want to give you, and then it goes in with your saying, Dr. Val, okay? R moja ambayo nataka kuwapatia. The first one is revelation. Ya kwanza ni ufunuo. Revelation. Ufunuo. Revelation is a download to my mind. Ufunuo ni kuingiziwa ndani ya akili yangu. Governors, I'm speaking you in the future, speaking who you are in the spirit realm. Ninaonenea katika ulimwengu wa kiroho sasa. Reading the word is not enough. Kulisoma neno pekee haitoshi. There must be time spent with God to get the context of what he's saying now. Lazima kuwe na wakati ambao tunakaa na Mungu kuweza kufahamu na kuelewa kile ambacho ananena. That's where revelation comes in for us to hear what God is saying. Hapo ndipo ufunuo unakuja kwetu ili tukaweze kuelewa kile ambacho Mungu anatuambia. We all get revelation, and it doesn't mean start a ministry. Sote tunapata ufunuo, lakini haimaanishi tukipata ufunuo tunaanzisha huduma. It just means either act on it or hold on to it till the time is right. Inamaanisha ukaifanyie kazi wakati huo ama kuishikilia na kungoja mpaka wakati utakapotimia. After I get the download from my mind in revelation, wakati nitapata ufunuo ndani ya akili yangu, I believe the next thing is a revolution in my heart. Ninaamini kwamba sehemu ya pili ni mageuzi ndani ya moyo wangu.
A lot of things that I experience and do comes from the heart. Mambo mengi ambayo ninapata yanatoka kutoka kwa moyo wangu, not from the mind. sio kutoka kwa akili. You can know to do the right thing Unaweza kufahamu kufanya jambo la sawa and find out that I won't do the right thing. na ukajipata kwamba hutatenda hilo jambo la sawa. Romans chapter 7. Warumi 7. That has to do with the heart. Hiyo inatenda kazi pamoja na moyo. How many ever been in a relationship that you shouldn't been in? Wangapi wetu wamekuwa katika uhusiano ambao haufai ndani yake? Amen. We got 5 honest folks. Hallelujah. Na watu 5 wanaosema ukweli. And when your mind says no but your heart says yes, wakati akili yako inasema la lakini moyo wako unasema ndio, sometimes you follow your heart than your mind when you know you should release that person. wakati mwingine tunafuata matamanio ya moyo wetu badala ya akili zetu. So our goal here is to have the heart and the mind. Kwa hivyo nia yetu hapa ni kupatanisha moyo pamoja na akili yetu, working together. zikaweze kufanya kazi pamoja. The revolution is not the world. Mapinduzi is not the world. Mapinduzi sio ndio yote. The revolution is in my heart. Mapinduzi yako ndani ya moyo wangu. Once I get my heart together, basi ninapoweka moyo wangu pamoja, then I can reform the world. basi naweza kugeuza ulimwengu. It's an act of returning to a corrective measure. Basi ni kitendo cha kurudia kile ambacho kiko kipimo cha sawa. Our objective is to reform the world and bring restoration to the people in the world. Kazi yetu ni kuleta mageuzi katika ulimwengu na kuleta urejesho kwa watu walioko ndani ya ulimwengu. And all these work together so we have a deeper relationship with the Father. Na hivi vyote vinafanya kazi pamoja ili tukaweze kuwa na uhusiano wa kilindi pamoja na Baba. We're here not to bring change. Hatuko hapa kuleta mageuzi, but to bring transformation in the heart. Sio kuleta mabadiliko lakini sio kuleta mageuzi lakini kuleta mabadiliko ndani ya moyo. Maybe we need a blood transfusion. Pengine tunahitaji kutiwa damu mpya. The blood of Jesus. Damu ya Yesu Kristo. Wow. Amen. I'm just trying to say this working. And so when we talk about restoration and transformation, basi tunazungumza kuhusu urejesho na mabadiliko. 3 John 1 and 2. Yohana wa 3:1-2. It says, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health." Inasema basi mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako, just as your soul prospers. kama vile roho yako ifanikiwavyo. And when we look at the 5 hours that Bishop just shared with us, tukiangalia 5 ambazo askofu ametueleza, our souls prospering. Our souls prospering. Roho zetu zinatajirika. When we think about our emotional health, tunapofikiria kuhusu afya yetu hisia, and the Bible says that it wants us to prosper, na Biblia inasema inatakikana tufanikiwe, even as our souls are prospering. hata kama roho zetu zinafanikiwa. Are we prospering in the natural? Tunaweza kufanikiwa katika hali ya kiasili, Because if we're prospering in the natural, kwa maana kufanikiwa katika hali ya kiasili, it's a reflection of how our soul is prospering. basi ni kioo ambacho kinaangaza jinsi nafsi zetu zinafanikiwa. Oftentimes, Mara nyingi we want to dismiss the soul
tunakuwa and have everything else happen. Basi mara nyingi tunaangalia tu roho na kila kitu kinachotendeka, that doesn't necessarily align with what God has for us. Na kila kitu kinachotendeka ambacho hakiko katika laini na kile ambacho Mungu, matarajio ya Mwenyezi Mungu. So what are the first 2 R's that you have written? Basi R za kwanza 2 ambazo umeandika ni zipi? What was number 1? Revelation. Ufunuo. He'll give you revelation of who you are, and not necessarily somebody have to tell you. Ni nani anakupatia ufunuo wa kuwa wewe ni nani, na si lazima mtu akaweze kukuambia. What's the second R? Mageuzi. Those 2 R's, Hizo R 2 deal with you. basi hizo ni zako wewe. The revolution Mageuzi is inside of our hearts. iko ndani ya mioyo yetu. Remember the 4 tools I gave earlier before this session. Tukumbuke zile zana za mbeleni ambazo alitupatia kabla ya wakati huu. Number 1 was what? Face it. Ilikuwa ya kwanza ni kukabiliana nayo, ukaweze kuangalia chanzo chake, ukaweze kuifutilia mbali, na basi ukaibadilishe na Roho Mtakatifu. This summit Basi kilele hiki is for us to be transfigured in the likeness of his image. huu mkutano wa kilele ni makusudi yake ni sisi tubadilishwe katika mfano wake, Because there's greatness in us. maana kuna ukuu ndani yetu. And I want us to walk in the overflow. Na mimi nataka tukatembee katika utele, Because it's in the overflow miracles happen. maana katika utele ndipo miujiza inatendeka. It's in the overflow signs are spoken. Katika uvuvio ishara zinanenwa. It's in the overflow you don't give up. Ni katika utele wewe haurudi nyuma. It's in the overflow you don't rely on your own ability. Katika utele wewe hautegemei nguvu zako. It's in the overflow you walk in the grace that God has given you. Katika utele unatembea katika neema ambaye Mungu amekupatia. The enabling power that changed lives. Ile nguvu inayobadilisha maisha, Not just others but myself. sio tu wengine lakini mimi binafsi. On the principles what Dr. Val has spoken. Katika taratibu ambazo mtume amenena. And the scripture says in 2 Corinthians 10:5. Biblia inasema katika Wakorintho wa 2:25, And it says, casting down imaginations basi kuangusha mafikira yote chini and every high thing that would exalt itself against the knowledge of God. na kila kitu ambacho kinajimarisha juu ya fahamu za Mwenyezi Mungu, And bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. na basi tena kuweka tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. We have to bring every thought Ni lazima tukalete kila fikra that is not like God ambayo si ya Mungu, into captivity. tukaishike mateka. We have to hold those thoughts prisoner. Lazima fikira zote hizo tukaziteke nyara, And so when the enemy is lying to you about you maana adui anakudanganya kujihusu wewe mwenyewe and about what you need from God, na kile ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu. you need to capture those thoughts Basi unahitaji kuteka nyara mawazo yale and put the word of God on those thoughts. na ukaweke neno la Mungu katika fikira zile. When we put the word of God on our thoughts, Tunapoweka neno la Mungu kwa fikira zetu, it's the word that transforms. basi hilo neno linaloleta mageuzi. It's the word that cleans us up. Ndilo neno ambalo linatusafisha na kututakasa. It's the word that heals. Ni neno ambalo linatuponya. If we want to take it a little bit further, Basi tukiipeleka zaidi, first St. John 1 says, in the beginning was the word. basi Yohana 3 mlango 3 inasema
hapo mwanzo kulikuwa na neno, and the Word was with God, na neno lilikuwa na Mungu, and the Word was God. na neno lilikuwa Mungu. The same was in the beginning with God. Basi hilo lilikuwa hapo mwanzo na Mungu. So when we put the Word on a situation, Basi tunaliweka hilo neno katika ile hali, we're putting Christ in the situation, tunamweka Kristo katika hali ile, because He is the Word. maana yeye ndiye neno. And so every situation, Basi kila hali when we put the Word on it, tunapoweka neno juu it yake has to change. ni lazima likabadilike. Healing will come Basi uponyaji utakuja when Christ enters in. wakati Kristo anaingia ndani. We have to be open to let Christ in Ni lazima tukajifungue, tukubalie Kristo kuingia ndani to every hidden place. kwa kila mahali palipojificha. Sometimes we think we're healed Wakati mwingine tunafikiria kwamba tumeponywa until something happens mpaka kitu kinachofanyika, and you realize that you weren't healed alafu unafahamu kwamba hukuwa umepona in that particular area. katika hali ile. What I say to people, Kile ninachoambia watu, you know you're healed unajua kwamba umeponywa when you can face a situation wakati unapokuitazama ile hali, and you don't have the same emotional response na basi huna zile hisia kama za mbele, as when it first happened. kama vile ilivyofanyika wakati wa kwanza. That's how we know that I've been healed. Hapo ndio unafahamu kwamba umeponywa kweli. So if you hurt me Basi wewe and ukiniumiza I see you na kuona and I still have those same hurt emotions, na bado niko na zile hisia za kwanza, it means I'm not healed. basi namaanisha It sijapona. means that the Holy Spirit has his finger on that space Namaanisha kwamba Roho Mtakatifu ameweka kidole chake mahali pale so that he can heal that. ili aweze kuponya hilo. But oftentimes Mara nyingi we cover up tunaficha the place that God really wants to heal mahali ambapo Mungu anataka kuponesha, because we don't want people to see kwa sababu hatutaki watu waone weakness in us. basi udhaifu wetu, So we cover it up. basi tunaificha. The word itself Neno lenyewe that we speak on situations ambalo tunanena katika hali needs to come alive. linahitaji kuja kupata uhai. Sawa, sawa. Sawa sawa. How does the word become alive? Basi ni vipi neno linakuwa na uhai? It's not just through our decorations, Sio tu basi kwa maridadi ama marembo, but it's through his spirit lakini ni kupitia kwa roho yake, with the word, ikienenda pamoja na neno. the breath of God Basi na pumzi yake Mungu you bring with the word inakuja pamoja na neno, activates basi inaamusha a different frequency inaamusha frequency ama kiwango kingine in the situation katika ile hali that brings the word alive. ambayo inaleta neno hilo likaweze kuwa na uhai. Go ahead. Okay. Philippians chapter 4. Wafilipo 4, I want to make just a second. I want to make sure it's the right verse. Philippians chapter 4, Wafilipo verse 6 through 8. Wafilipo mlango wa 4 mstari wa 6 hadi wa 8. And it says, "Be careful for nothing, Msijisumbue kwa neno lolote, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, let your requests be made known unto God. ili haja zenu na zijulikane kwa Mungu. And the peace of God, Na amani ya Mungu which passes all understanding, ipitayo akili zote shall keep your hearts and minds itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu through Christ Jesus." katika Kristo Yesu. Everything that we have on our hearts and minds, Chochote kile ambacho tuko nacho katika mioyo yetu na katika akili zetu, we need to take it to the Lord in prayer. tunahitaji kuzipeleka kwa Mungu kupitia maombi. Every hurt place, Kila mahali pagumu, every wounded place, kila mahali palipotonesheka, we can make our requests made known. tunaweza kuzipeleka kwake Mungu. God answers prayer. Mungu hujibu maombi.
in the hidden places katika mahali that we palipojificha, haven't exposed or shared, mahali ambapo hapajafunuliwa ama kushiriki na mwingine, God answers prayers of healing. Mungu anasikia maombi ya uponyaji. And we need healing Na sisi tunahitaji uponyaji so we can have the shalom of God. ili tukaweze kupata shalom yake Mungu. Shalom, shalom Shalom, shalom, means the peace of God yani hiyo amani yake Mungu for your whole man. ili wewe mtu kamilifu. It's not just spiritual peace. Sio tu amani ya kiroho, It's peace for your whole man. lakini amani kwa utu wote. So that's why we need to release Basi ndiposa tunahitaji kujiachilia, and let go of anything tuachilie kila kitu that's keeping us from peace. ambacho kitatuzuia tusipate amani, Because peace will help you kwa sababu amani hiyo itakusaidia move forward. kusonga mbele. So if there are situations that you don't have peace about, Kuna hali ya fulani ambazo huna amani, or people that you don't have peace about, ama watu ambao huna amani nao, then submit that to the Lord. basi ukaiachilie kwake Mwenyezi Mungu, Because he wants us to have peace. kwa sababu anataka tupate It amani. said peace will keep our hearts Anasema amani italinda mioyo yetu, and peace will keep our minds. amani hiyo italinda nafsi zetu, akili zetu. We want the peace of God. Tunahitaji amani yake Mungu. Another verse, another translation Basi kwa tafsiri nyingine says, let the peace of God inasema achilia amani yake Mungu act as an umpire, ikaweze kuwa kama referee, helping make final decisions ikaweze kukusaidia kuamua about all the questions you have in your mind. maswali yote ulio nayo katika akili So the yako. peace of God Basi amani yake Mungu is important ni ya muhimu as we move into the next season. tunaposonga katika nyakati inayokuja. Thou shall keep you Basi yeye atakuhifadhi in perfect peace, katika amani kamilifu, whose mind is stayed on yule ambaye nafsi yake iko katika kwa Mungu. and trust in him. Basi ukaweze kumwamini yeye. So that word perfect peace Basi hilo neno amani kamilifu in the Hebrew, katika Kiebrania, perfect peace, amani kamilifu, perfect peace amani kamilifu, is translated basi hiyo inatafsiriwa shalom, shalom. basi ni amani mara mbili. I'm not just saying shalom. Sisemi tu amani, It's time for us to walk in our double portion. ni wakati wetu kutembea katika kiwango maradufu. It's time to walk in shalom, shalom. Ni wakati wa kutembea katika amani, amani In every area of my life. katika kila eneo la maisha yetu, Mentally, akilini, emotionally, katika hisia, socially, katika ujamii, physically, katika hali yangu binafsi ya kimwili and spiritually. na kiroho. Fivefold ministry. Find which ones fall in the fivefold of all of those areas. Huduma tano, ukaweze kuziangalia huduma tano hizo zinaanguka wapi katika sehemu hizo ambazo amezitaja. At this mountaintop, Hapa katika kilele cha mlima at huu, this summit, katika kilele hiki, we're walking in shalom, shalom. tunatembea katika amani, amani. Say it. We're walking in shalom, shalom. Ukaseme tunatembea katika amani, amani. I'm walking in my overflow. Mimi ninatembea katika utele wangu. To God be the glory. Amen. Mungu apewe utukufu. Amen. Amen. Amina. We're going to shift a little bit. Tutageuza kidogo. Amen. And we're going to go back. So can you put my PowerPoint slide up? Tutarudi nyuma kidogo. Yes. So we really want to surrender to God. This is a surrendering moment.
Na sisi tunaamini kujiachilia kwake kwa Mwenyezi Mungu, na huu ndio wakati wa kujiachilia. This is a time that we have to really surrender. Huu ni wakati ambapo ni lazima tujiachilie na kujisalimisha kikamilifu. Our hearts and minds Mioyo yetu na akili zetu to align with the will of God. ili ikaweze kwenda sambamba na neno lake Mwenyezi We Mungu. want the will of heaven Tunataka makusudi ya mbingu to invade earth. yakaweze kuingia katika We ulimwengu. want the will of heaven Tunataka mapenzi yake mbingu to invade our lives, yakaingie ndani ya maisha yetu, to invade our businesses, yakaingie katika biashara to zetu, invade our family life. yakaweze kuingia katika maisha ya kifamilia yetu. We want whatever heaven is saying. Tunataka kile ambacho mbingu inanena, We want that to happen here on earth. tunataka hilo hilo likaweze kutendeka hapa ulimwenguni. We know that everything in heaven Tunajua kwamba kila kitu mbinguni is good and perfect. ni kizuri na kamilifu. So we want the good and perfect of heaven Tunataka kile kizuri cha mbingu to manifest on earth. basi kikadhihirike ulimwenguni. So we have to have a yes Ni lazima tukuwe na ndio to the will of God. kwa makusudi ya Mwenyezi Mungu. We have to have a yes Ni lazima tukaseme ndio to the plans of God, kwa mipango ya Mwenyezi Mungu, so that heaven invades earth ili mbingu ikavamie ulimwengu in every area of our life. katika kila sehemu ya maisha yetu. We don't want to leave anything Hatutaki kuachilia nyuma chochote that the Holy Spirit cannot have access to. ambapo Roho Mtakatifu hawezi kupata nafasi. We don't want to have anything reserved Hatutaki chochote kile ambacho tutabakisha nyuma, that the Holy Spirit can't invade. ili ambapo Roho Mtakatifu hawezi kuvamia. We don't want any secret thing Hatutaki ugonjwa wowote that the Holy Spirit could not invade, ambao Roho Mtakatifu hawezi kuvamia, because we want manifestation. maana tunataka udhihirisho, And the only way we get manifestation na njia ile yoyote ya kudhihirika is if we align our wills with the will of ni heaven. basi tukienda sambamba makusudi yetu na ya mbingu. Amen. Amina. As she shift, Anapobadilisha, I heard a prophetic word. nisikia neno kamilifu. There are those in this room Kuna wale walioko hapa ndani that are tired of the corruption you see every day. ambao wamechoka na ufisadi tunaouona kila siku. And I heard the word of the Lord said, Nimesikia neno la Bwana likisema, some of us are the answers to that situation. wengine wetu ndio jibu ama jawabu kwa hali hiyo ya ufisadi. I'm sensing Ninahisi an evasion, or not evasion, we're going to invade the government arena. tunaenda kuvamia eneo la serikali. There are some of us, the Lord is saying, I'm waiting on your yes. Kuna watu wengine hapa ambaye Mungu anasema ninangoja ndio yako, To walk in that arena ukatembee katika eneo hilo and restore the righteousness of God in this place. na ukarejeshe haki ya Mwenyezi Mungu katika serikali. Believe that. Come on and give God a praise in this place. Kama hiyo right ni now. yako, achilia amina No, yako iwe give ya him a nguvu. praise in this place in the name of Jesus. Amen. Thank you for allowing me. I just feel that. Amen. I feel that. We're working I feel together. that. Amen. We're working together as a team. Thank you, Pastor. Wanafanya kazi pamoja kama timu. Amen. Amina. So before we transition into this next part, Basi kabla tuende kwa sehemu ya inayokuja, I want to pray a prayer of surrenderance, nataka tuombe ombi la kujisalimisha, that we would surrender to the will of the Lord. kwamba tutajisalimisha kwake Mungu. So if you could just bow your heads, Basi tuinamishe vichwa, and I'm going to pray this prayer. naye ataomba ombi hili. Father, we surrender every burden, every wound, every disappointment, every fear, every offense, and unmet expectation.
Baba, tunakuja mbele zako tukiachilia kila kushushwa, kila vidonda na kila tarajio ambalo halijakamilika. Search me and reveal every area that is misaligned with your purpose. Nipekue na ukaniponye akili na nafsi yangu. Heal places where I have been broken. Ukaponye mahali ambapo nimebondeka. Restore places where I have become weary. Ukarejeshe sehemu ambazo nimechoka. Renew places where I have become discouraged. Ukafanyishe upya mahali ambapo nimeshushwa. Align my heart with your heart. Ukafanye moyo wangu kuwa sambamba na moyo wako. Align my mind with your truth. Ukaweze kufanya akili yangu kuwa sambamba nawe. Align my leadership with your kingdom. Ukaweze kuifanya sambamba uhusiano wangu na ufalme wako. Now I want you to repeat this with me. Nataka ukarudie hii nyuma yangu. Restore my joy. Restore my joy. Restore my peace. Restore my peace. Restore my vision. Restore my vision. Restore my strength. Restore my strength. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Put your hands together and celebrate the Lord. We want the Holy Spirit to restore vision. Tunataka Roho Mtakatifu akarejeshe maono. Because sometimes our vision can be cloudy. Kwa sababu maono yetu saa nyingine yamekuwa na mawingu. And sometimes we think our vision is the vision that God has given us. Wakati mwingine tunafikiria kwamba maono yetu ndiyo maono ambaye Mungu ametupatia. And it really isn't his vision. Na pengine hiyo sio maono yake. It's our vision. Ni maono yetu wenyewe. So we need visions restored. Basi tunahitaji maono yetu yakarejeshwe. We need to see the work the way God sees the work. Tunahitajika kuona vile Mungu anavyoona. So that we can move the way God wants us to move. Ili tukaweze kutembea jinsi Mungu anavyotaka tukatembee. So that we can have strength. Ili tukaweze kuwa na nguvu and grace na neema for every assignment. Kwa kila kazi. But if it's not the assignment that God gave you, lakini kama sio kazi ambaye Mungu amekupatia, then you don't have grace for it. Basi hauna neema kuitimiza. Because God gives grace for every assignment. Maana Mungu anapeana neema kwa kila kazi. Amen. Amina. Is the clicker working? Yeah. Let me see. I'm not technically, savvy. It was off. Oh, well. It was off. Sometimes vision, wakati mwingine maono, what we call vision, ama kile ambacho tunaita kama maono, is actually ambition. Ni mahitaji yetu tu. Don't confuse vision with ambition. Basi tusichanganyikiwe kuhusu maono pamoja na tamaa zetu. Amen. Hallelujah. Don't confuse vision with ambition. Msichanganyikiwe kuhusu tamaa na maono. Ambition is a posture of the heart. Tamaa ni hali ya moyo wetu. That is more about you. Ambayo ni yetu sisi wenyewe. Than it is about God. Na sio ya Mungu. That's why we self-examine. Ndipo maana tunajitizama wenyewe. To make sure our heart's desire ili tuone matamanio ya mioyo yetu aligns with the Lord. Yakaweze kwenda sambamba na ya Mungu. At home we have what we call the 10 M's. Huko nyumbani tunaita 10 M's. 10 M's. 10 M's 10. And I'm going to tell you what they are. Nitawaambia hizo M ni nini? And when I forget them, na ninapozisahau, Bishop is going to help me. Askofu atanisaidia. Amen. Amina. This is how we evaluate people in ministry. Hivi ndivyo ambavyo tunaona ama to see where their heart posture is. Kuona watu walio katika huduma, tuone mioyo yao imesimama namna gani. The first one ya kwanza is manhood or womanhood. Ni kuwa mume ama mke. How mature are you as a man or woman? Umebalee kiasi gani kama mume ama mke? How are you walking with the Lord in your own personal life? Unatembeaje mtembeo wako na Mungu katika maisha yako ya kibinafsi? Number 2 ya pili is ministry. Huduma. How well are you versed in the word? Unalijua neno katika kiwango kipi? Are you walking like Jesus walked? Je, unatembea jinsi Yesu alivyotembea?
Jesus spent 3 years in ministry Yesu alifanya huduma kwa miaka 3 and 30 years developing his manhood. na miaka 30 akibalee kama mwanaume. So are we walking like Jesus walked in ministry? Je, tunatembea jinsi Yesu alivyotembea katika huduma? What is your message like? Basi wewe neno lako ama Do you have a sound message based on the word of God? je, wakati unapohubiri hilo neno unalolitoa ni neno ambalo limewekwa msingi katika neno la Mungu, Or is it based on your own thinking? ama ni neno ambalo liko katika fikira zako tu? Your marriage, number 4. Ya ine, ndoa yako. Is your marriage intact? Ndoa yako imesimama? Is your marriage your first ministry? Ndoa yako ndiyo huduma yako ya kwanza? Do you minister to your husband or your wife first? Unamhudumia mke ama mume wako kwanza? Is God pleased with the position of your marriage Mungu anafurahia ndoa yako mahali ilipo? or the condition of your marriage? Ndoa yako iko namna gani? Then there's morality. Basi kuna Morality. How moral are you? basi kuna maadili ama tabia. Are you living righteously? Wewe unaishi katika haki? Are you living pure? Unaishi katika utakatifu? That has to do with your morality. Hiyo basi inafuatana na maadili. Then there's maturity. Basi kuna kubale. How mature are you? Wewe mtu mzima kiasi gani ama umekomaa kiasi gani? We usually find out how mature people are Tunatizama mtu amekomaa kiasi gani when senior leaders say no. wakati wale ambao ni viongozi wakubwa wanasema la. Then there's money. Kisha kuna pesa. How are we good stewards with what God has given us? Basi sisi tunaisimamia vipi hiyo pesa ambayo Mungu ametupatia? Are we saying that God's going to do it? Tunasema je, tunauliza kwamba Mungu atafanya? Or should we not go to the mall and buy that you know what? Ama tuende katika duka kubwa na tukanunue vitu? We must pray on how we steward what God has given us. Ni lazima tukaombe tuwe wasimamizi wazuri kwa kile ambacho Mungu ametupatia. The 10% is his. Kuna fungu la 10 ambalo ni lake Mungu. And the 90% is his. Na hiyo 90% baki pia bado ni yake. Then we have your manners. Basi tuko na tabia. What number is that? 8. Manners. How well do you treat people? Basi wewe uko na adabu ya kiasi gani? Are you hospitable? Je, wewe unapokea watu vizuri? Do you show hospitality? Wewe una mapokezi mazuri? Are you nice to people when they come to your home? Watu wanapokuja katika nyumba yako unawakaribisha vipi? How do you entreat people? Vile ambavyo wewe unajamiana ama una uhusiano na watu. Also methods. How you do it. Methods. Mitindo yako ama njia zako ama mbinu zako. Methods and manners go hand in hand. Tabia ama adabu pamoja na mbinu zinaambatana moja kwa mwingine. We can shout and praise the Lord here. Tunaweza kupiga kelele tukisema Bwana asifiwe. Then go out to eat and don't be nice to the waitress. Tunaweza kwenda basi kula katika mkahawa na kisha tusiwe wazuri kwa yule ambaye anatuletea chakula. I know you don't have those issues. Naamini watu kama hawa wako hapa. The last one is this 10? This is a good one. All of them are good. 10 is going to be motive. Motive. Yes. Yes. Yeah. Nia yako. What is the motive? Nia yako ni ipi? You're doing ministry. Ambaye wewe uko ndani ya huduma. What is the motive to build a relationship? Nia yako ya kuweka uhusiano na mtu ni nini? Is it a God-fearing motive or is it a self-driven motive?
Hiyo nia yako ni ambayo ni hofu ya Mungu ama ni nia yako wewe binafsi? These 10 M's is what we at our ministry look at our leaders. Hizi M10 ndizo wao wanazitumia kuangalia viongozi wao. And we use it as an evaluation tool. Wanaitumia kama zana za kutathmini. To see what areas need growth. Tukaweze kuona ni sehemu gani ambazo zinahitaji kukua. Because there's some area in all of us. Kuna sehemu fulani kwa sisi wote that need growth. Ambazo zinahitaji ukuzaji. If we're honest with ourselves. Kama sisi tuko wazi sisi wenyewe. Amen. Amina. 10 M's. Let's repeat them back. You wrote them down. I don't know what order I gave them to you, so let's repeat them out loud. So if you have them written. So what's number 1? Manhood or womanhood. Number 2? Ministry. Number 3? Message. Number 4? What is it? Marriage. Number 5? Morality or morals. Number 6? Maturity. Number 7? Money. Number 8? Manners. Number 9? Methods. And number 10? Motives. Now, this is a good way to see where people are and what areas that need to grow. Okay? And so, that concludes this part of it. Yes, Bishop? No, you're going to do your Well, I'm going to step into this, but I want to make sure. Right here. Okay. Come on and stand next to me. You're just walking around. I want you to walk all over me. See, I'm going to do him like me. Come stand next to me. Come stand next to me. We wanted to go back, and we wanted to be engaging. Since you just ate, and we want you to nudge your neighbor like Reverend Jenny said, you know, be your brother's keeper. Hey, how you doing? Really, nudge him. Nudge him. Nataka tukaweze kurudi nyuma na nataka tukaweze kuamshana. Ukiona mwenzako analala, mgonge kidogo. So I wanted to go back to this slide. Basi tukaweze kurudi nyuma pale. And I have to put my glasses on too, because I misplaced my other pair of glasses, so we need to look for them. Just a second. If anybody know another pair of glasses that's not yours, it may be hers. Kama kuna mtu ameona miwani ambayo sio yake, ukamletee. Yes. So I wanted to go back, everybody to go back to this, to their sheet of paper that had their assessment on it. Basi kila mtu akaweze kurudi katika ile karatasi ambayo tulikuwa tumeandika zile nambari. And I wondered if there was 10 people who would be willing to be transparent. Na sijui kama kuna watu 10 ambao wanaweza kuja na wawe waaminifu. And share at least one of the areas that they really are not doing so well in. Na kaweze kushiriki nasi angalau sehemu moja ambayo haiwaendei vizuri. And then one thing that you're going to do to change it. Halafu kile kimoja ambacho tutafanya tutajaribu kuona mabadiliko. Amen. Amina. Now I'm going to give you 2 minutes. Tawapatia dakika 2 to find your notes. Ukatafute ile karatasi ambayo ulikuwa umeandika. To look at them and see if you want to volunteer. Na uone kama utakuja mbele. And can I have a microphone up here? Kushiriki nasi. Because I want you to come up here and share. Yule ambaye atajitokeza tafadhali aweze kuja hapa. It'll make it easier for the person who has a mic so they're not running all over the Yule ambaye atajitolea. Tunaomba mikrofoni. Paza sauti. Okay. Yes. So whenever you are ready, basi kama uko tayari, you can come. Yep, you can stand right there. Yoyote yule ambaye atajitolea kuja kushiriki nasi sehemu moja ambaye anaona yuko katika hali ya hatari, ili tukaweze kusaidiana. You're in a safe place. Uko mahali ambapo ni pazuri. So if you want to give a number and the area so everybody be on one accord.
Kama unataka kupeana nambari moja na sehemu ambayo ili sote tuwe mahali pamoja. We just want to hear an action plan that will maybe help us as a whole to be able to think about too. Tunataka tusikie mpango ambao pengine umeuandika ambao utaweza kutusaidia hata sisi wengine ambao pia tunasumbuka katika sehemu hiyo. Amen. And we're going to start with Samantha. Wapendwa, tuamuke. I'm sorry. Were you just holding the mic? You have one day. Okay, well, I didn't know. I'm willing You and could able. just, no, you could just hold the mic. I just thought you were volunteering. We got one right there. Thank Come you. on, celebrate the woman of God. Pigia Amen. makofi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In the wellness assessment, I realized that the area that I'm doing badly off is rest and Sabbath. Sehemu ambayo inampa changamoto ni katika hali ya mapumziko na sabato. Because when it comes to rest, I feel like I need to do everything for everybody and not myself. Maana yeye anawatendea kila mtu kazi na kujisahau yeye mwenyewe. So there I scored 1. Hapo alipata alama ya 1. So in my action plan, I just repeated what was there, that I'll purpose to take at least 1 day and rest, and I'll not do the Reverend Valerie's way. I'll not go away. I'll not take from Saturday 6 p.m. to Sunday 6 p.m., but I'll take a weekday, maybe a Monday, so that that Monday I'm just free, and I switch off my phone, and I lock my door, and I rest. Amen. And Amen. God will help me. Basi katika mpango wake wa kubadilisha katika hali hiyo ya mapumziko na sabato, yeye anakusudia kwamba kila siku ya Jumatatu itakuwa siku yake ya mapumziko, ya kufunga mlango na kuzima simu ili akajishughulikie yeye mwenyewe. Come on, let's celebrate that. Come on. That's awesome. 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 Great action plan. Hiyo ni mzuri. Great. Anybody else want to come up? Feel free. Hallelujah. This is good. This is real good. You got a mic Yeah, right thank there? you. Okay. Yes, I have a mic. Where I have a challenge is, it was number 8. It was talking about setting boundaries. Changamoto yake ni katika nambari 8 inayohusiana na kuweka mipaka. I have had a challenge, especially family members and also friends. Every time one shares he has a problem, financial, emotional, everything, I normally strive that I have to worry about it or try to help. And this one has really stretched me so much. Basi anasema marafiki katika sehemu hiyo ya mipaka, marafiki na jamaa na familia huja kwake na shida zao, na basi namlazimu yeye kuzishughulikia, na hizo zinampa changamoto. So my resolution is, part of the problems I have decided that what I can't do, I don't want to worry about it. Leave it to God. Let God solve what I cannot solve. Amen. Anasema moja ya suluhisho lake ni kwamba kile ambacho hawezi kutatua atatoa wasiwasi juu yake, atamwachia Mungu akaweze kufanyia hiyo kazi. Come on, let's celebrate that in the name of Jesus. Thank you. Do we have any others? Come on, be brave. Je, kuna mwingine? Be very courageous. Be brave and very courageous. If you have it, just come up to the front. Yeah, come and we on can to the just- front. We'll have the mic. Just come on. Samantha, just come to the front, and everybody, if you want to saw you, share, Pastor. We'll get you. come to the front. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor Richard Mulindwa from Uganda. Me, I have a problem with the number 7. That is money. I began this ministry
Money. I had no spiritual father. So like, I am the bishop of the church that I began. But I have a problem because I don't have money. So like, when it comes to church's money, I used to use it for my own benefits. Because it was literal, I could not get anything to assist me. So like these days, I have drifted to saying, come what may, even if I don't have anything to eat at home, I let it go, and I gave, we chose a treasurer for the church. Now, I don't want to tamper with God's things. That is being a good steward. God bless you. Amen. 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 He shared from the 10 M's. So just wanted to clarify for that. Thank you. Thank you. Pastor. And then after this, we'll take 3 more. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, mine is done with personal joy. So at times, I lose my joy, especially. I think I look so much on other people's spiritual life. Because when I see them doing something wrong, I feel the anger, I feel bad, then I feel the joy is gone. So I sometimes think maybe I'm too much on other people. And it interrupts my joy. So I think I should now, what I've decided, just to be praying for them than to feel the anger and annoyance when I see them doing something which is not godly. Amen. Amen. Yeye changamoto Amen. yake Thank ni you. katika Thank you. furaha ya kibinafsi. Amen. Praise God. Praise the Lord. This is Bishop Chijambogo Franco from Uganda. My big challenge is on leadership confidence. Leadership confidence. Changamoto yake ni katika uongozi wa kujiamini. A lot of time in my community and my church and my ministry, people don't want to accept what I'm doing. No matter how right it is, when you teach the right thing, they say you are disguising. When you make a good conference and the people come, they say you are minimizing other pastors. And then you feel like, oh, maybe I should leave ministry. When you, like, that spirit of minimizing me, it is bringing me down, and minimizing what I'm doing for the Lord is like, one day we bought a small land for the church, and they were like, I stole orphans' money to build the church. So I lost all of the confidence to keep on standing at the pulpit and tell others what they could do. So whichever I do, people are like full of confrontation, compromising. So my leadership confidence declines at all occasions. Otherwise, yes, in my plans, I feel like I have to live like Jesus. They complained against him, but he continued with the work of God until the Amen. Thank you, Bishop. Amen. Continue Wow. doing the work of the Lord. Thank you. Amen. Anybody else? Anybody else? Come on, be brave. Come on up. Come on up. I can see people are coming in front here. Let me also come in front here. Hold up. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor Emmanuel Mugawe from Uganda, leading Great Grace Purpose Ministries. Mine is prayer life.
This is a serious hurdle to me. Because the phones, the emails, the children, the wife, every time you set time, there is another program for that day. So you say, let me go and pray maybe 30 minutes, then I go and fix something around. And this one, I gave myself 2. I pray, but not as I would. And the action plan, I want to, when I leave here, I'm going to choose one day in a week, and I will give that day fully for prayer. That is going to do me good. Thank you. Thank you. Amen. Come on, celebrate that again, guys. Come on. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. Yes. I want to thank God so much for this conference. That what I've got here is something that is so rare to get. My name is Otim Francis. I'm a pastor from Uganda. And according to this leadership assessment, I've done poorly. Very poorly. I think the best that I have, okay, the best I scored here is 4. The rest is 1, 2, 1, 2, 1, 2. And I just want to give the general solution, the way forward for myself. Okay. Because the Lord, the problems that I've got from people have given me a lot of stress. I've resolved it from here. What I can do, I will do that one. What I cannot do, I will leave that one. Thank you very much. Thank you. Thank you. His solution is to leave it that way. Say it again. Say it To again. leave it that way. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. I am Pamela from Nairobi. Amen. My assessment is on number 4 and number 8. I scored 3 on number 4, and I scored also 3 on number 8. Family relationships. As a servant of God, I tend to expect my family to run our matters just the way I run them. For the time being, I run both as a father and a mother. Though I'm not widowed, my husband has a challenge. So I step in and try to fit in both the shoes. And when it comes to family matters, sometimes they tend to conflict with each other with the ministry. When I want to pray, my family matters tends to conflict with the spiritual matters. I want to pray, and my family is focusing on me, needs my attention. So my prayer time sometimes is lost attending to the family matters. And my solution on that is that I need to find family time separately from family time. And they have to complement each other. Because I know that's God's plan. On number 8, boundaries. I think they tally.
when it comes to family relationships and boundaries, to me, I see they tally. Because when you are supposed to be doing this, you are not doing it. You are doing the opposite. So I'm praying to God that my solution is that the Holy Spirit will help me to put a boundary or to set a fence, so that I have to do what I'm supposed to do spiritually, and I have to do what I'm supposed to do in the physical. God bless you. Being on the mountain top is where everything else is found. In Jesus' name. Amen. Thank you so much for sharing. Come on, let's celebrate that. Amen. Amen. All right. One more and then we'll transition. Ya mwisho. Another Braves. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Such a blessing to get these great insights. My name is Patrick, a pastor from Uganda. Uganda. Yes. My challenge was in having no time for rest. No time for rest. That's, I think, number 8, 9? Number 9. Number 9. And that also affected my spiritual life. No time to put aside to refresh myself, no time in the presence of God, jumping from employment to pastoral work, and I am still struggling even to determine time to rest. No time to eat. It's true, she was pushing me, you have to say this. My wife. So I have developed a kind of, not giving time to sit, think, listen to the Lord. No time. And that was my struggle. I actually scored 1 there, to be honest. And so it has affected me over time. My action plan, I want to get back and think through and see whether I have to put aside the formal employment, just give myself time. Time for myself. That is a big, big challenge. It has rolled over to about 2-3 areas. The Lord bless you. Amen. Come on, celebrate that. Thank you so much. Wow. Thank you all for sharing. And these are real issues in the lives of leadership. Would you agree? These are real issues in the life of leadership. Hizi ni changamoto na mambo ambayo ni ya kweli katika maisha ya watu. Hallelujah. My name is Beatrice Odor. I'm a retired teacher. The challenge I had was on physical. Whereas many people feel they don't have time, I have a lot of time. I eat, I sleep a lot, and of late I feel I'm so heavy. And sometimes even breathing is a problem. But I've decided I will not continue like that. I will go for exercise. And then Luyas, we eat more ugali than mboga. I've decided I'll eat more mboga than ugali. I'll check my diet. Then I'll go for exercise also. Amen. Come on, celebrate that. Hallelujah. Wow. Amen. Amen. Thank you for sharing. Thank you everybody for sharing. Asanteni kila mmoja kwa kushiriki. Let's hold true to the action plan. Basi tukaweze kushikilia kwa ukweli na haki huo mpango wa utendakazi. If you didn't do an action plan, kama hukufanya huo mpango, I'm encourage you to do an action plan. Basi nakusii ukaweze kutengeza mpango huo. Because then you become accountable. Sasa hapo ndio unaweza kutoa hesabu. Not to other people. Sio kwa wengine. You become accountable to yourself. Lakini unatoa hesabu kwako mwenyewe. Amen. Amina. And accountability to yourself. Na hesabu yako mwenyewe should be greater than your accountability to somebody else. Natakana iwe ya juu zaidi kuliko kutoa hesabu kwa mwingine. Because you're holding yourself accountable. Kwa sababu ni wewe unajishikilia katika hesabu hiyo. So other people don't have to hold you accountable. Basi ili watu wengine wasiweze kuwajibika kwa ajili yako. That is a sign of maturity.
basi huko ndio kukomaa. When you can hold yourself accountable. Unapoweza kuwajibika. When you can own your own stuff. Unapoweza sasa ikue shida zako ama mambo yako yawe ni yako mwenyewe. One of the things I say to my staff at home, kitu kimoja ambacho wanaambia wafanyikazi wake, I don't want to make you accountable. mimi sitaki kukufanya uwajibike. I want you to be accountable. Mimi nataka uwajibike mwenyewe. I don't want to hear any excuses. Sitaki mtu anayenitolea about why you didn't do it. Kwa nini vile, kwa sababu gani hukufanya? Or what happened. Ama ni kipi kilichotendeka? Or all of these reasons. Ama hivi visababu vyote. I want you to own it. Nataka wewe uwajibike. If you didn't do it, kama hukufanya, just say I didn't do it. Sema tu sikufanya. If you didn't get it done, kama haikufanyika, just say I didn't get it done. Basi sema sikumaliza. Without making excuses about bila why. kuleta visingizio. That's maturity. Basi huko ndiko kukomaa. That's growth. Kukua, huko ni kukua. So let's do these action plans. Basi tukaweze kufanya huo mpango. Let's become healthy. Ndivyo tunavyokuwa na afya nzuri. Body, mwili, soul, nafsi, spirit, na roho. Amen. Amina. Remember what happened today. For those who stood up, they face it, they trace it, they raise it, replace it. They erase it, and then they what? They replace it. Keep those in mind. Keep those in mind. Dr. Val? Amen. Let's stand. Tusimame. Let's stand. Today, I know you're about to pray. Today, we wanted to focus on us individually. Leo tulikuwa tuangazie sisi wenyewe binafsi. We're going to eventually shift how we're going to impact our nation. Basi tabati yetu ni vile ambavyo tutaona ambavyo tutakuwa waadilifu kwa nchi yetu. However, it starts with me. Lakini hata hivyo inaanza na mimi. There are new purposes being born. Kuna makusudi kwa kuzaliwa. There are new assignments being assigned in this room. Kuna kazi mpya inayopeanwa katika ukumbi huu. Remember his will. Ukumbuke makusudi yake. My yes. Kusema ndio kwangu brings heaven's manifestation. Inafanya mbingu kudhihirika. His will. Makusudi yake ndio yangu brings heaven's manifestation. Inaleta udhihirisho wa mbingu. Amen. Lift your hands all over the building. Inua mikono yako juu. If you have a prayer language, just pray in the spirit. Kaombe katika kiroho. Ireshi anamando roku rebeshiata. Irebeshi kitaba roku reketaba. Roku rebeshiata. Ireshi anamando roku rebeshiata. Aramando roku rekitishi anama. Oreshi anamando roku rabashitebe. We thank you, Holy Spirit. Asante Roho Bwana. For your visitation on this day. Kwa mtembeo wako siku ya leo. Thank you for moving in our hearts. Asante kwa kutembea katika mioyo yetu. Moving in our minds. Tembea katika akili zetu. We surrender today. Tunajisalimisha siku ya leo. All to you. Kwako wewe. Everything to you. Kila kitu kwako. Irebe shiro kunde beshiata. Irebe shiro kore. We surrender our families to you. Tunaachilia familia zetu kwako. We surrender our finances to you. Tunaachilia fedha zetu kwako. We surrender our rest to you. Tunaachilia pumziko letu kwako. Teach us how to rest. Tufundishe jinsi ya kupumzika. Teach us how to delight in the Sabbath. Your word says delight in the Sabbath. Neno lako linasema tukafurahie sabato. Teach us how to do that. Tufundishe jinsi ya kufurahia. Teach us how to rest in you. Tufundishe jinsi ya kupumzika ndani yako. That when we're resting in you,
kwamba tunapopumzika ndani yako, you're working on our behalf. wewe unatenda kazi kwa niaba yetu. As we're resting, you're working. Wakati tunapumzika, wewe unafanya As kazi. we're resting, you're working. Tunapopumzika, wewe unatenda kazi. Keep praying in the spirit. Andoroko, raise your worship. Ramandoroko rebe shiataba. Teach us how to rest. Ramandoroko rebe shiata. Teach us how to prioritize. Teach us when to say yes and when to say no. Roko rebe shianamando roko rebe. Rebasho roko rebe asha. So we can have a yes, God, a yes, a yes, a deeper yes. Ramando roko re. Restore the joy of our salvation. Where we've lost our joy in our walk, restore the joy of salvation. Restore the joy of our salvation. Let the joy of the Lord, let it be our strength. Let it be our strength. Let it baby. Hallelujah, 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 hallelujah. We give you glory, God. We give you glory. We give you glory. We give you glory, God. We give you glory. We give you glory. We give you glory. We give you glory. We give you glory, God. We give you glory. We give you glory for what you have done already. We give you glory for what you're going to do. We thank you for the great move of your Spirit within us as we reflect today individually so that we can corporately go together and advance the kingdom. We bless you, God. We bless you. We bless your name, God. We bless your name. And we give you glory for all that you are and all that you've done, all that you're doing. We thank you that your word says that you are a rewarder of those who diligently seek you. And we're seeking after your heart, not your hands. We're seeking after your heart today. And so, God, we thank you that you will reward us according to our seek. And we give you great praise. All over the building, put your hands together and celebrate the great God that we serve. You're a great and mighty God. You're a great and mighty God. You're a great and mighty God. And we bless your name. Nabariki jina lako. And we give you great praise. Tunakupa utukufu. Amen. Amen. I'm turning the service into the hands of, praise the Lord, for further instruction. You may take your seats in the presence of the Lord. Let's appreciate the servants of God for the wonderful ministry. Amen. The protocol will help us accordingly.
Amen. We are going to take an offering. Then after that, we'll bring in the announcements. The choir can give us a number, even as we take our offering. Then after that, we'll have the announcements. Amen. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua maana unastahili. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua maana unastahili. Sisi tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, unastahili. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, unastahili. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua maana unastahili. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua maana unastahili Bwana. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, sisi tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, umestahili Yesu. umestahili Yesu, Umestahili Baba. umestahili Yesu, Umestahili Yesu. umestahili Yesu, Umestahili Baba. Nasema umestahili Yesu. Wewe umestahili Baba. Umestahili Umestahili Amen. Hallelujah. Let's appreciate the choir. Thank you so much for the wonderful ministry. We've come to the end of our sessions today. Tomorrow we are beginning at 8:30. Bwana asifiwe. So all of us, we are encouraged to be here as early as 8:30. And for those who are boarders, are the boarders around? Those who are staying around? We have been asked that after our dinner, we can take an hour of prayer in the house of God. Bwana asifiwe. Amen. I believe there will be someone to coordinate that. May the grace